mimi binafsi nafikiri ni jambo ambalo la kuhuzunisha. Alikupaswa, kwa sababu ukweli wa kuweza kutatua changamoto za mpira hauwezi ukauzungumza kwenye redio. Kuna mamlaka, ni jambo la kisheria ambalo lipo, mamlaka zipo, ni taasisi zipo ambazo zinahusika na hivyo vitu. Wale ndio wenye meno na sio mashabiki wa mpira wa miguu. Kwa kama palikuwa pana tuhuma zozote, pana ushahidi wowote, badala ya kwanza kuuzungumza kwenye redio, ungeenda kukabidhi kwenye maeneo husika na vyombo, na pengine ingekuwa ni njia sahihi, kwa sababu ungeweza kuwafanya wafanye uchunguzi wao bila kelele yoyote na bila kuwastua wale ambao wanahusika, na baadaye tungeweza kuthibitisha. Sizungumzii kwa maana kwamba pengine tunaitetea Yanga au wamefanya au hawajafanya, lakini je, hiyo njia unayoitumia kuweza kwenda kuipublicize ni njia sahihi? Na kama leo inaonekana Yanga hamna uthibitisho, nini kitakwenda kutokea? Kwa nafikiri halikuwa jambo jema, na tukianza kuruhusu haya mambo kila mtu akawa na uhuru kupitiliza, inakwenda kutuharibia mpira. Mimi naamini kwamba kama palikuwa pana changamoto yoyote, kuna watu ambao lipo, mamlaka zipo. TFF wamekuwa kiendelea kutoa jumbe zao kwamba wanapinga upangaji matokeo na mpaka wanatoa email ya kuweza kutumia, lakini pia kuna TAKUKURU ambao kwenye kila wilaya wapo na wanapokea tuhuma za rushwa ambazo zimekuwa clear. Kwa hiyo nafikiri kwamba tusianze kuchafua ili mwisho wa siku tuje kubagaza ubingwa wa Yanga. Nachokiona ni kama tunaanza kutengeneza mazingira ionekane Yanga akuchukua ubingwa kwa halali na watu kwenda kutengeneza thimpasi. Kwa nini? Kwa sababu yalianza mambo mara waamuzi. Watu wakataka kwenda mpaka kusoma dua kwa ajili ya waamuzi. Ikaja issue ya Damaro, ikapelekwa imeenda imeisha. Leo tunaingia Yanga maso wanahusika sio na mambo mengine nje ya kiwanja. Kwa hiyo ni kuanza kutengeneza mazingira ya kuandaa watu kwamba ikitokea in case pengine tumekosa ubingwa, basi kuna sababu za msingi.